Hiyo siku kumuniboa kulianzia DJ ngoma aliyopiga kwanza. Unajua nimekaa kwenye mic ndio namuita maharusi waingie, lakini wimbo ambao alianza nao, rafiki yangu alianza na wimbo mmoja wa mitego ule, wapo. Sasa ukiangalia watu wamejaa. Sijui playlist yake ilikuwaje, lakini iliniboa sana. Nikataka hadi kunikata vibe kwa sababu pale watu hawamwangalii DJ, wanakuangalia wewe MC, mshereheshaji. Na hata watu wakija pale waende kwa DJ kuomba nyimbo, wanaanzia kwako wewe. Bana wewe vipi? Kwa hiyo ile ilinikata sana. Yaani ngoma ilianza, lakini mwisho wa siku nashukuru Mungu tulienda vizuri. Kitu kingine ambacho kimekuniboa kwenye haya mambo ya UMC ilikuwa ni issue ya DJ ajui hana playlist. Unajua lazima DJ uwe na playlist yako. Nje zile ambazo tutakuwa tunakupa maharusi wanataka kuingia wimbo fulani. Lakini unakuta DJ anaingilia, yani DJ ana wimbo mpaka umwambie piga wimbo fulani. Ile inakukata wewe mwenyewe MC, ndio uwaze utasherehesha vipi watu, lakini pia na yeye pia awe na playlist yake ili mshirikiane mtengeneze combination. MC na DJ mkishajuana kwanza, leo tuna sherehe hii, ni vyema kwanza mkaa na mawasiliano ya karibu. Yaani asikana saa moja kuna sherehe umeambiwa wewe ndio utakuwa MC. DJ wangu ni nani fulani, mkiwasiliana wewe utampa ngoma zako, mtashare mawazo na pia atasema ngoma zake. Kwa mtajikuta mnatengeneza playlist moja nzuri ambayo haitoboa watu. Lakini akuja mimi na playlist zangu naambia weka ngoma fulani, na wewe pia tunajikuta tunaweza tukafeli. Ndio kama hayo yanatokea kwamba unapiga wimbo ambao haukutakiwa hata kupiga kwa sababu tu hatakuwa tumejiarrange vizuri tukiwa pamoja tukapiga chemistry nzuri. Kwa vitu kama hivyo. Hasa hivi pia utokea watu mkiwa ni wageni wote pamoja, yani hamjuani. Lakini kama mkiwasiliana mapema, DJ pamoja na MC mnafanya kitu kizuri. Yani mnatengeneza playlist nzuri. Japo wajibu wa playlist wa kwanza kabisa huwa ni DJ kumwambia MC ngoma unaonaje tutaenda nayo kutokana na nature unavyoamsha hivyo.